Habari za saizi jamani, wa Tanzania wenzangu. Kumekuwa na vurugu za kila aina. Vurugu za mashehe, vurugu za mapadri. Sisi ni waumini wa Kiislamu. Mimi hapa ni Muislamu, naitwa Mohamed. Nafikiri watu wengi wananifahamu ni Mohamed. Kwa hiyo Muislamu mimi, nimezaa na Mkristo. Mtoto wangu wa kwanza amezaliwa na Mkristo. Allahu Akbar. Amezaliwa na Mkristo. Mke wangu mimi ni Mkristo na Muislamu. Hayo ndio maisha yetu wa Tanzania. Sasa wasije watu na videvu vyao ambayo serikali inataka kuwapa platform ya kutufanya sisi Waislamu na Wakristo tugombane. Hao watu simewaona? Bora askari mtafute njia yoyote, hao watu kuanzishwe vurugu tu mtaani kwao. Askari anzisheni vurugu mitaani kwao, wapigeni risasi wapotee Tanzania. Kama kweli nyinyi ni askari. Lakini kama sio askari, basi mtajua nyinyi wenyewe la kufanya. Sisi Waislamu wa Tanzania wengineo tumeacha kwenda misikitini, kwa sababu misikiti imeanza kuwa ni sehemu mojawapo ya balaa. Tuko radhi twende misikiti ya Wahindi, misikiti ya Waarabu, tukaswali Allahu Akbar. Hata ukitaka kutoa sadaka kuna kapu linatembezwa, otherwise you don't have to do anything. Lakini misikiti inaongozwa na Waswahili imekuwa ni sehemu ya matatizo makubwa sana. Huku kwetu Msasani misikiti yetu haina shida, lakini ukienda kuswali Uswahilini kuna shida. Sasa ndugu zangu Waislamu, nawapenda, ila msiingie kwenye mitego ya dini. Wakristo ndugu zetu, Wakristo tumeishi nao. Baba yangu alipewa kazi na Nyerere ya kufanya kazi port. Hana hata elimu, kwa sababu alisaidia mapambano ya Zanzibar. Babangu mdogo alisaidia mapambano ya Uganda sana. Kwa hiyo mimi nipo kama freedom fighter, katika mizizi ya freedom fighter. Na mimi mwenyewe nikiwa na miaka 15 nimejifunza silaha kwenda Uganda, lakini sikuweza kwenda. Hiyo mnanielewa? Msingie kwenye mitego ya kipumbavu, maanake tushakuwa watu wazima, tunaanza kuota mvi. Kama hao watu wametumwa na mtu yoyote, basi huyo mtu aelewe kwamba hii Tanganyika tulioachiwa na Nyerere, japokuwa siku moja nimemsikia rais maneno yake, wallahi yameniuma, lakini sasa ndio rais akisema amesema, lakini maneno yake yameniuma sana, kwamba hichi kijitabu sisi hapa, mimi mkiangalia
katika Instagram yangu, mama akiingia katika urais, nilimshukuru Mwenyezi Mungu. Sio kwamba Magufuli namchukia, hapana. Nilishukuru kwa mara ya kwanza kupata mwanamke, kwa sababu watoto wangu asilimia kubwa ni wanawake. Nikajua at least Mwenyezi Mungu katika vizazi vyetu anatuonyesha kwamba mwanamke pia ni mtu. Lakini aliposimama mbele ya wanaume wenye mapumbu, sorry to say that, kwamba anasema hichi kijitabu, Allahu Akbar, sisi hatuna kijitabu Tanzania. Kitabu sisi tumewekwa pale kwa ajili moja tu, otherwise tungemuua mtu yoyote, kwa sababu askari hashindikani kuuliwa, wala mwanajeshi. No. Ni katiba inayotufanya watu wote tukae chini. Sasa mkuu wa nchi ashasema kijitabu, sisi ambao ni sisimizi tunakiita nini hicho kijitabu? Wallahi nilikasirika. Lakini labda unajua sisi wanadamu unywa pombe, uvuta bangi, uvuta unga, hatujui alikitumia nini siku hiyo hata akaongea. Wallahi mimi sijui, ila iliniuma sana. Lakini sipo serikalini mimi kusema mama umekosea, au nikakaa nikasema mama umefanya hivi. Kila kijitabu chetu sisi ndio kimemfikisha hapo. Kikwete, watu wanakulalamikia sana Kikwete kwamba haya ndio ulioyataka, lakini mimi katika maisha yangu, nisiseme uongo, nimekupenda sana, na wewe ni mtu mmoja peke yako nimekupigia kura mara 2. Kwa sababu katika maisha yangu nilikotokea huko, maisha yako wewe ndio yalionitoa maisha yangu mimi, na mpaka leo hata ukifanya nini bado imani yangu mimi haijaharibika bado, na umefanya kwa nia moja ya kuweza kuhakikisha kwamba mambo hayaharibiki. Japokuwa nasikia kwamba upo sijui nini, hayo mimi siyajui, siwezi kuingilia mambo ya watu. Polepole nikiongea mambo ya polepole, unajua nabii sio lazima awe mtume au awe Yesu. Nabii Mwenyezi Mungu anamchagua mtu yoyote kusema. Sasa huyo ni nabii wa Tanzania. Polepole amesema aliyoyasema na tumeyasikiza. Ila kama wewe kweli ndio unayofanya mambo haya, basi kana mama mwambie kwamba hawa wanao kusaidia wakapiga watu wakaua Watanzania wamekufa, sote tumeona, hamwezi kudanganya. Sio kwamba ni CNN, tumeona kabla ya hapo, na nyinyi mumeona, watu wa serikali, watu wote mnaounda sijui nini na nini. Jamani, tumeumia sisi raia, tumeumia. Hata kama walovaa suti tumeumia. Mwigulu Nchemba, usiongee mambo ya kijinga, ongea kuwasaidia watu mioyo yao ikae. Hujawekwa hapo kuongea. Tutakutoa mbio kwa mamake kama unafanya usenge. Tumeumia. Watanganyika, tumeumia.
tumeumia. Mwinyi, Mwenyezi Mungu atakupa afya na utaendelea vizuri insha Allah.